Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. And the reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumatano ya tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, silaha fiche ya Sifuna akisaka chombo mbadala cha kuwania urais mwaka 2027. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wameanza kutekeleza mkakati wa pande mbili huku wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu. Huku kundi hilo likiendelea na mapambano ya kisheria kulinda jina la Linda Mwananchi, pia limeanza juhudi za kutafuta chama mbadala cha kisiasa litakalotumia ikiwa halitafaulu mahakamani. Hatua hiyo inajiri huku muda wa kutimiza masharti ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ukiendelea kuyoyoma, jambo linaloweka presha kwa viongozi wa vuguvugu hilo kuhakikisha wanachama cha kisiasa cha kutumia kushiriki uchaguzi wa Agosti tarehe 10 mwaka 2027. Jana jopo la mahakama la kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa PPDT liliwapa afueni washirika wa Bwana Sifuna baada ya kumzuia msajili wa vyama vya kisiasa kusajili chama kipya kinachotumia jina la Linda Mwananchi au jina lingine linalofanana nalo hadi rufaa iliyowasilishwa na viongozi wa vuguvugu hilo isikilizwe na kuamuliwa. Uamuzi huo pia umeathiri mchakato unaoendelea wa kusajili chama cha Liberty National Democratic Alliance Linda pamoja na jina la Mwananchi Party, huku ukiwalinda walalamishi dhidi ya uwezekano wa jina la Linda Mwananchi kutumiwa na kundi lingine. Kesi hiyo imewasilishwa na mbunge wa Suba Kusini Caroline Omondi, aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria Kenya LSK Faith Odhiambo na mwanamikakati wa kisiasa Paul Njoki Njoroge. Watatu hao wanapinga jinsi ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ilivyoshughulikia ombi lao la kuhifadhi jina la Linda Mwananchi Movement. Hata hivyo, huku kesi hiyo ikiendelea mahakamani, duru za karibu na vuguvugu hilo linasema viongozi wake hawataki kutegemea matokeo ya mahakama pekee. Tayari wameanza mazungumzo na baadhi ya vyama vya kisiasa vilivyosajiliwa kikamilifu kwa lengo la kuvibadilisha jina, rangi na uongozi ili viwe jukwaa lao la kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Miongoni mwa vyama vilivyotajwa ni United Democratic Party UDP, chama kilichowasilishwa na mwanasiasa marehemu Cyrus Jirongo. Chama hicho kwa sasa kinapitia mchakato wa kubadilishwa jina na kuwa Ukombozi People's Party UPP. Kulingana na notisi ya umma iliyotolewa na katibu mkuu wa chama hicho Bernard Wafuko, kuna mipango ya kubadilisha rangi za chama, kauli mbiu na nembo yake. Pia chama cha United Patriotic Movement UPM kinachohusishwa na seneta wa Kakamega Bon Khalwale kimetajwa. Kulingana na rekodi za ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, UPM kilipata usajili kamili mnamo Juni mwaka huu. Awali, Dr. Boni alidokeza kuwa chama hicho kinaweza kuwa makazi ya baadhi ya viongozi wakuu wanaojipanga kwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Seneta huyo ni mmoja wa wanasiasa waliojitokeza hadharani kuunga mkono azma ya kisiasa ya Bwana Sifuna. Mbunge wa Saboti Caleb Hamisi pia amesajili chama cha People's Renaissance Movement PM. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa Linda Mwananchi wanasemekana kuwa na mashaka kuhusu kutumia chama hicho licha ya Bwana Hamisi kuwa sehemu ya vuguvugu hilo. Seneta wa Vihiga Godfrey Osose amethibitisha kuwa kundi hilo lina chaguo kadhaa mezani, lakini akakataa kutaja majina. Alisema kufanya hivyo mapema kunaweza kuvuruga mipango yao kutokana na kile alichodai kuwa hujuma za kisiasa kutoka kwa wapinzani wao. Linda Mwananchi ni chapa ambayo sisi tumejenga na kuivumisha. Wakenya wanaijua na wanaifahamu vizuri, lakini hata kama tutanyimwa kuitumia, bado tuna njia nyingine za kuendelea mbele, alisema Ososi. Kwa mujibu wake, kinachovutia wananchi si jina la chama bali sera, viongozi na maono ya vuguvugu hilo. Alisisitiza kuwa wafuasi wao wataendelea kuwaunga mkono hata wakishiriki uchaguzi kwa jina tofauti. Mbali na changamoto za jina, kundi hilo pia linakimbizana na muda wa kutimiza masharti yaliyowekwa na IEBC. Tume hiyo imeweka Oktoba tarehe 15 mwaka 2026 kuwa tarehe ya mwisho kwa vyama vya siasa kuwasilisha majina ya maafisa wake walioidhinishwa pamoja na sahihi zao rasmi kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027.
IEBC pia imepanga Oktoba tarehe 30 kuwa tarehe ya kuthibitisha kanuni za uteuzi wa vyama vya kisiasa, huku vyama vikitarajiwa kuwasilisha kanuni hizo ifikapo Novemba tarehe 6. Katika maelezo yaliyowasilishwa mbele ya mahakama, viongozi wa Linda Mwananchi walisema kufikia Agosti tarehe 13 mwaka 2026, jukwaa lao la kidijitali litakuwa na wanachama zaidi ya 55,000 waliojisajili wenyewe pamoja na zaidi ya 13,000 wa kujitolea. Na mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu. Viongozi wa upinzani kusimamisha mgombea mmoja wa urais mwaka 2027. Viongozi wa upinzani wameahidi kusimamisha mgombea mmoja wa urais mwaka 2027. Hata hivyo bado hawajamteua, huku kila mmoja akikabiliwa na mtihani wa kuweka kando matarajio yake binafsi. Vyama vya upinzani nchini Kenya vimekubaliana kuungana na kusimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 kwa lengo la kumzuia Rais William Ruto kupata muhula wa pili. Uamuzi huo umefikiwa baada ya viongozi wakuu wa upinzani kufanya mazungumzo ya siku kadhaa katika eneo la Nairobi na Kiambu. Wameahidi kudumisha umoja wao katika mchakato mzima wa kumchagua mgombeaji atakayemkabili Rais William Ruto. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao wamesema watatia saini ahadi binafsi ya umoja pamoja na mkataba wa umoja wa muungano. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwafunga viongozi wote kumuunga mkono mgombea atakayechaguliwa kupitia mchakato unaoelezwa kuwa wa haki, kuaminika na kukubaliwa na wote. Kila kiongozi ameahidi kushiriki katika mchakato wa uteuzi na baada ya mgombeaji kupatikana, kumuunga mkono kikamilifu na kumpigia debe katika uchaguzi wa mwaka 2027. Pia wameahidi kutohujumu mgombea huyo, kufadhili mgombea mwingine au kuchukua hatua zinazoweza kuugawa muungano. Tutaweka matakwa ya wananchi mbele na nyuma na kisha tutawaletea mgombea mmoja, amesema kiongozi wa upinzani Martha Karua. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu. Sababu ya IEBC kuruhusu wasio na degree kuwania urais na ugavana mwaka 2027. Wakenya wasio na degree ya chuo kikuu wataweza kuwania urais, ugavana na ubunge katika uchaguzi mkuu ujao baada ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuthibitisha kuwa hitaji la kuwa na shahada halitumiki kwa sasa, kufuatia maamuzi ya mahakama yaliyotangaza kuwa kinyume cha katiba. Kamishna wa IEBC Anne Nderitu alisema Jumatatu kuwa tume hiyo haiwezi kutekeleza sharti la wawaniaji kuwa na degree kwa sababu mahakama tayari lilitupilia mbali. Tunapoanza maandalizi sasa, hakuna sharti la degree kwa mtu yeyote. Hiyo ndiyo hali ilivyo kwa sasa, Nderitu alisema katika mahojiano na Citizen TV. Ufafanuzi huo unamaliza miaka ya sintofahamu iliyoshuhudia baadhi ya wagombea maarufu wakikabiliwa na maswali kuhusu vyeti vyao vya masomo. Mojawapo ya kesi zilizovutia hisia za wengi ni ile ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja mnamo mwaka 2022. Tume ya elimu ya vyuo vikuu ilieleza kuwa degree yake kutoka Timu University ya Uganda haikuwa imethibitishwa, na kesi 3 zikawasilishwa kupinga ugombeaji wake. Hata hivyo, IEBC ilimuidhinisha kwa hoja kwamba jukumu lake ni kupokea stakabadhi, si kuzithibitisha. Mahakama Kuu iliunga mkono uamuzi huo na Sakaja akashinda uchaguzi. Mahakama ilimruhusu kuendelea kugombea na hatimaye akashinda uchaguzi wa mwaka 2022. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share, support channel yetu.